Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa vya tiba, kama unavyoona hapa tuko mbali kidogo. Tuko mbali sana mashaallah, alhamdulillah. Na hapa kuna tayarisha kombola la hatari. Hili mara nyingi sana hili tunalifanya kwa watu waliodhulumiwa mali zao. Yaani kiasi kwamba kama umedhulumiwa ukataka msaada, basi tunamwomba Mwenyezi Mungu kupitia kombola hili hapa, ambayo inakuwa kivumbasi kama unavyoona hiki hapa, na miti yake hapa. Hapa toa nani yale majani, umeona? Na hapa unaona kuna chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe ndio hiyo hapo. Sawa. Alafu na pia unaona na pilipili kichaa. Na pilipili kichaa mara nyingi inakuwa ni ile iliyoiva, yaani bwana nyekundu imeiva. Yaani sio nyekundu kavu, hapana. Inatakiwa iwe nyekundu iliyoiva. Yaani bi maana bado ina ubichi. Ndio inayotakikana. Sawa? Na hapa unaona ziko nyingi. Tumechanganya kama kilo moja ya pilipili kichaa na kitu kama kilo 4.5 au kilo 5 ya chumvi. Alafu na majani ya kivumbasi mengi kweli kweli. Maana tumechanganya hapo, imeshachanganyika vizuri. Na mara nyingi kisomo tunachokifanya huwa tunaweza kutumia alamtara warada, umeona, au tukatumia ile tabati yada ile warada, au tukadabu pamoja na yasini warada zika 3, au tunaweza kutumia ile nani yasini abejadi, umeona, ambao tukipiga hiyo yasini abejadi, mtu awe amekudhulumu atakavyo lazima arejeshe hicho alichokudhulumu. Hiyo ni lazima. Yaani hii haina kona. Alafu uzuri tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashaallah, alhamdulillah. Na hapa niko na mwanafunzi wangu mtifu Dr. Abdalla Mwalipanja au Mhalipanja, mashaallah, alhamdulillah. Tukiachana na wale matapeli, yule tapeli ambao maarufu anafahamika, ambayo tulimfundisha sisi akadanganya umma kwamba yeye amefundishwa na maiti Malagalasi. Tukiachana nao, kwa ndugu zanguni, usikate tamaa. Kwa yote ambaye umedhulumika, ondoa shaka. Mwenyezi Mungu anajalia msaada wake, unakuwa uko pale karibia na wewe kukata tamaa. Yaani mwishoni kabisa unaona hapa no way out. Hapo ndio mara nyingi msaada Mungu. Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +25571552496 ama +25578752496. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Kama hivyo tunamwelekea Mwenyezi Mungu, tunamuomba, tukishamuomba majibu yanapatikana, ni mjarabu kabisa. Umeona? Na hapa kama unavyoona tulikuwa tuna dua nyingine ya kurudisha pia ubaya ambao nani ufusho lake au bani wake unakuwa bani mushtaka pamoja na chumvi ya mawe pamoja na ubani dhukura, ambao ukichanganya hivyo ukasoma ima kile kisomo cha alamtara warada, ukadabu na yasini warada, ukadabu na tabatiada warada, pia unaweza kudabu hivyo, au ukasoma ile yasini abejadi, umeona, pia inatoa matokeo mazuri sana. Na visomo hivi tumefanya sehemu nyingi kiasi kwamba kwa uwezo Mwenyezi Mungu imeleta natija kubwa na watu wameweza kutatua shida zao mbalimbali. Na katika nisikwache hivi nikuelezee baadhi ya faida ya labda ya mchanganyo huu hapa.
Kwa mfano ukichanganya huu mchanganyo ambao ni vitu vitatu, chumvi ya mawe, pilipili kichaa, ukachukua na kivumbasi, unaweza kuchukua na gome la mti mkuu ukaiponda ponda, alafu uchukua na ngaka vijiko vitano, changanya pamoja, vuruga, alafu choma kwenye nyumba ambao ima haikaliki au wanga unakuwa unasumbua na wachawi, au pala popote unafanya biashara lakini biashara unaona haiendi, yani kuna michezo inafanyika, choma. Au na banda lako ima la mifugo, ima ng'ombe au mbuzi au kondoo au kuku, ya inatokea ile ima wanakuwa wanakufa mara kwa mara au wanaugua mara kwa mara, basi nakushauri uchome ndani humo. Subhanallah. Na kwa upande wa kuku ukichoma ni kwamba utakuwa umetibu vitu viwili. Utakuwa umetibu ugonjwa wa aina yoyote wa kuku. Jambo la kwanza. Yaani unachukua jiko unaliweka ndani ya banda, alafu unachukua na hii dawa, mchanganyiko huo unauweka. Ukishaweka utaungua, utatoa moshi mwingi, kwa wale watapapatika, watatoa mafua, watapiga kelele. Hali ya kuwa huku nje huo umewatayarishia maji ya kutosha na chakula cha kutosha, ili wakitoka tu hapo wanaingia wanakula chakula kile, alafu wanakunywa na maji. Kwa kufanya hivyo utastaajabu sana. Utakuwa umewatibia matatizo yao mengi, na pia utakuwa umewasaidia hata kuondoa ile tatizo la mabanda huwa yanakuwa na kauvundo fulani ambao kanapelekea kwa magonjwa yanazuka ya mifugo kama vile mifugo kuku au kanga na kadhalika. Kwa nimeona nisikuacheni hivi, ni kuongezeeni aka faida. Umeona? Hasa kwa wafugaji pia inafaa. Na kwa wale wenye mashamba unakuta michezo inakuwa inafanyika mashambani. Unachukua hii unaenda unachoma shambani. Umeona? Yaani mchanganyiko huu ambao inakuwa pilipili kichaa kama unavyoiona hiyo hapo. Alafu inakuwa na kivumbasi, majani ya kivumbasi. Alafu inakuwa na chumvi ya mawe. Unachukua gome la mti mkuu unaponda ponda, unachanganya. Alafu unachukua na ngaka vijiko vitano, unachanganya na kuvuruga, inachanganyika vizuri. Kisha changanyika vizuri, alafu ndio unaenda unachoma sehemu husika, ima shambani au kwenye mji wako au dukani. Pala popote ambapo unaona kuna mauzauza, kuna michezo, choma, utakuja kuleta mrejesho. Ni nzuri, ni mujarabu mno. Sasa kwa sisi mara nyingi kwa upande wetu tunatumia kwa ajili ya visomo vya dhulma, yani watu waliodhulumiwa kwa ajili ya kurejesha haki zao na mali zao. Kwa kufikia hapa ni kwa wageni, tutaonana katika vipindi vijavyo. Wabillahi tawfik wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.